Kitu gani ambacho kimesababisha vilio katika maisha yako? Tike Mungu. Pale ulipokubali kujinyenyekesha na kumwambia Mungu, nimekubali hili jambo nikutulie wewe, nikupe wewe. Nikupe huyu mtu, nikupe watoto, nikupe hii shida, nikupe mahangaiko. Na umaskini nao si mzigo. Na ufukara nao si mzigo. Kuishiwa nako si mzigo jamani. Kukosa chakula nako si mzigo. Pelekea Yesu, mwambie maisha haya yamenitesa, siyataki, beba. Mimi ni wa viwango vingine 2026. Akupe ufahamu na akili ya kufanya kazi na uingize hela. Akupe ufahamu na uelewa wa kufanya kazi. 2026 uingize hela. Injili bila hela haiendi. Na usije kadhania kuishi umaskini ni kiroho. Hiyo sio kiroho, ni kishetani. Ni kishetani, sio kiroho wala sio unyenyekevu. Ya kusema eti sijala siku 2 na njaa jamani ni unyenyekevu. Sio unyenyekevu, piga kazi, tafuta hela, kula, leta na zingine kanisa. Tafuta hela, piga kazi, acha uvivu, piga kazi, kula chakula. Tumbo ni kwa ajili ya chakula, sio mimi, ni maandiko yanasema. Tumbo ni kwa ajili ya chakula, na asiyefanya kazi na asile. Wewe unataka kula bila kufanya kazi? Yesu mwenyewe alilipa gharama, akapigwa. Ilikuwa ni kazi ya kulipa gharama kwa ajili ya maisha yako. Haikuwa rahisi tu kilele mama angesema asifanye kazi, angesema mwanadamu aokolewe huko, akaokolewa na mimi nakula raha na baba yangu mbinguni. Akaondoka akapiga kazi, kizigo akakipiga kweli kweli. Akauendea msalaba, na akamaliza kuendea msalaba, akapiga kipigo cha kuhubiri, watu wakaponywa, wafu wakafufuliwa, wenye mapepo wakafunguliwa, watu wakawa huru, na alipomaliza akaondoka kwa ushindi kwenda kwa baba yake. Ameipiga kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ameipiga kazi. Yesu hakuishi maisha ya kivivu. Na usiseme nimeokoka naishi tu niende kwa mpendwa yule, nikienda leo kwa mama Imani, jamani sijala na watoto wangu, nikirudi leo sijala na watoto. Unasubiri nani afanye kazi ile ule? Injili ni pesa. Kanisa likuwe ni pesa. Kazi ya Mungu isonge mbele ni pesa. Piga kazi, leta pesa na zingine kula. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa tuko kimkakati zaidi. Wakwenda viwango vingine, kila eneo, sio kwa maombi tu, mpaka kwenye kazi. Kauze karanga, kauze ndizi, kauze nyanya. Mungu anasema ataibariki kazi ya mikono yako. Jana tunasema ya kwamba tutakuwa kama miti iliyopandwa. Kama miti iliyopandwa kando kando, tutastawi. Hutastawi kama huna kitu cha kufanya, my dear. Kuna miujiza kama iliyonitokea, lakini uwe na kazi ya kufanya. Yule mwanamke mjana anapoenda kwa Elia, anamwambia una nini mkononi? Anasema na chupa ya mafuta. Ile chupa ya mafuta ikazalisha mafuta mengine, na akauza na akalipa madeni. Wewe kwenye fungu la nyanya litazalisha matenga na makontena ya nyanya. Kuanzia kwenye kilo 1 ya karanga itazalisha kilo za karanga na kusababisha matokeo makubwa katika maisha yako. Haleluya. Haleluya. Ishu ni kunyenyekea tu na kumtanguliza Mungu katika wazo ulilonalo. Ya kwamba je, Mungu nikiuza karanga nitatoboa? Je, nikiuza nyanya nitatoboa? Je, nikiuza mchicha nitatoboa? Labda anataka ukafanye kitu kingine au kauze dagaa. Litake makusudi ya Mungu katika maisha yako 2026. Nyenyekea, yatake mapenzi ya Mungu, mwambie mapenzi yako yatimizwe kwangu Mungu. Ya kwangu yakae chini, mipango yangu ikae chini. Natamani kutoka kwako. Kinachotoka kwa Mungu kina matokeo makubwa kuliko unachopanga wewe. Bwana Yesu asifiwe. 2026 pesa. Umaskini tunaupiga kwa gharama zote. Ufukara tunaupiga kwa gharama zote. Ufukara tunaupiga kwa gharama zote. Tunakataa maisha ya kawaida ya uvivu kwa jina la Yesu. Hatutakaa kivivu tena. Amen. Hatutakaa kivivu, tutapiga kazi. Fungia mtoto mgongoni, nenda mwaloni kalete dagaa, kanga, kauze senta. Tukipita tunanunua. Si ndio jamani? Tukitupita tunafanya nini? Tunanunua. Nenda sokoni Sabasaba kalete mchicha, panga barabarani. Tangaza tangazo kumwambia jamani nauza mchicha mzuri, na mchicha wako uwe mzuri. So tuletee wenye wadudu. Uwe wa viwango. Sisi watu tuliokoka hatuli wenye wadudu. Tunakula mchicha wa viwango. Bwana Yesu asifiwe. Tunakula vitu vizuri jamani. Sisi tumeokoka, sisi ni watamani, sisi ni wajuu. Yesu ametuokoa na ametulipia gharama. Hatutaishi maisha ya ovyo ovyo. Tumekataa
Sisi ni wa viwango vya juu. Juzi nilikwambia sisi tuko juu kama Kristo alivyo juu. Na kama yuko juu sisi ni wa juu. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua najua tunafanya vizuri, lakini 2026 tunafanya vizuri zaidi. Lakini kama kuna mtu ambaye uko kawaida, badilika. Badilika. Ukibadilika unabadilika kweli na unabadilishwa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Mimi mwenzio mhubiri hapa huwa natengeneza, nilikuwa nampa shuhuda rafiki yangu mmoja. Hata mama mchungaji ananijua. Nilikuwa nakuja nazo kwenye seminar. Sasa mama mchungaji, karanga tamu. Chakula karanga zangu Mama mchungaji shahidi. Unga wangu kiwango. Mama mchungaji vipi unga? Ungepiga ziingie kwa mwenyewe. Haleluya. Lazima viwango. Bwana Yesu asifiwe. Tunafanya vitu vya viwango. Hatufanyi mradi. Akitumia kitu chako aseme kweli mpendwa yule anatengeneza vitu viwango. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka wewe unga nione. Unapatikana Mwanza, unapatikana Arusha. Kwa wakati wowote, kwa muda wowote. Kuna sehemu tunatua hapa Mwanza. Na tunatengeneza na utengeneza na paki vizuri. Paki yake ikoje? Haujafungwa na makaratasi. Haujafungwa na magazeti. Umepakiwa vizuri, kaweka label nzuri, alafu ni mtamu, unanukia. Ukikaa jirani una mind. Wengine wanasema una mind. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya.